kwa siku ya leo ambayo ni pekee kabisa katikati yetu, na ninaamini tumepata vitu vizuri. Lakini kwa kipindi hiki tutajifunza pia somo moja ambalo linasema ujasiriamali wa Kikristo, ama kwa lugha ya Kiingereza tunaweza tukasema Christian entrepreneurship. Sasa kabla sijaanza kusema nini ambacho nataka kukisema, labda nilete majadiliano kidogo kwa dakika 2-3 ili tuangalie kitu gani ambacho sisi tunaelewa. Labda wenzangu mnaelewa nini kuhusiana na neno ujasiriamali? Ujasiriamali, unafahamu nini kuhusu ujasiriamali? Naamini hili sio neno jipya kwetu. Neno ambalo limezoeleka kila siku na neno ambalo tunalisikia mara nyingi. Na kutokana na kusikia mara nyingi, naamini hapa kila mtu ana uelewa wake kuhusiana na hili jambo. Na naamini na wewe pia unaweza ukawa na kitu cha kusema. Watumishi wa Mungu, yoyote ambaye unafahamu kuhusiana na ujasiriamali, unaweza kunyosha mkono. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanakondoo ameshinda. Ninaelewa maana ujasiriamali ni namna ya kujiongezea kipato. Namna ya kujitafutia kipato mwanangu. Asante sana. Nasema ni namna ya kujitafutia kipato. Mungu akubariki sana, ni maana nzuri sana. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaelewa mimi ujasiriamali ni mtu jasiri ambaye anathubutu kufanya kitu. Ni mtu jasiri anayethubutu kufanya kitu. Mkono mmoja wa mwisho. Wa kiume kama yupo tashukuru. Anaelewa maana ya ujasiriamali. Bwana Yesu asifiwe. Maana zote ni nzuri, ndio maana nimesema hili sio neno jipya, ni neno ambalo tunalisikia kila siku. Na kwa nini nimeuliza swali kama hili? Kwa sababu kichwa changu cha somo kinasema ujasiriamali wa Kikristo. Maana yake ninakufundisha habari ya ujasiriamali kwa sababu wewe ni Mkristo. Unaweza ukapata picha kama Mkristo unapohitaji kuwa mjasiriamali, vitu gani unatakiwa kuvifanya. Lakini pia ukiwa ndani ya Kristo, swala la mafanikio kwenye eneo la ujasiriamali linalenga vitu gani? Sasa tuangalie maana ambayo nimeiweka hapa. Ni kwamba ujasiriamali ni uwezo wa mtu binafsi kuyatafsiri mawazo alionayo na kutambua fursa na kuunda au kutengeneza fursa mpya za kiuchumi kwa kuanzisha biashara kwenye misingi ili kuhudumia mahitaji ya jamii na taifa kwa matumaini ya kupata faida. Ni uwezo wa mtu binafsi. Hakuna mtu ambaye ameumbwa na Mungu hana uwezo wa kufanya jambo fulani. Wote tuko mahali hapa tumeumbwa na Mungu, lakini kila mtu ambaye yuko mahali hapa Mungu amempa uwezo. Na bahati nzuri sana ni kwamba ule uwezo ambao Mungu ameweka ndani ya mtu ni tofauti kabisa na uwezo wa mtu mwingine. Tunatofautiana katika kufikiri, tunatofautiana katika kuamua mambo, tunatofautiana pia katika utendaji wa mambo mbalimbali. Na hicho ni kitu ambacho kinathibitisha kwamba unapoona namna tulivyo tofauti, ndivyo ambavyo inathibitisha habari ya uumbaji wa Mungu. Kwamba kila mtu ambaye ameumbwa na Mungu, Mungu ameweka ndani yake kitu cha tofauti. Na kwa sababu Mungu ameweka ndani ya huyo mtu kitu cha tofauti, ndio maana ni muhimu sana mtu kutumia uwezo binafsi aliopewa na Mungu ili aweze kufanya jambo fulani. Na unapotumia ule uwezo sasa binafsi ambao umepewa na Mungu ili kufanya jambo fulani kwa nia ya kumpendeza Mungu, lakini pia kwa nia ya kupata faida ili kukurahisishia katika mifumo mbalimbali ya kimaisha, hiyo ndio tunaita ujasiriamali. Sasa kwa lugha ya Kiingereza imeeleza vitu vingi kidogo.
Anasema entrepreneurship involves an individual capacity. Maana yake uwezo wa mtu binafsi. Uwezo wa kufanya nini? Maana yake ni uwezo wa mtu inatokana na kufikiri kwake. Namna anavyoweza kubadilisha, transform ideas, kubadilisha wazo alilonalo, analibadilisha into tangible action, kuwa kitu ambacho kinaonekana au ambacho kinatendeka. Na namna anavyoweza pia kutambua fursa mbalimbali, recognizing opportunities, na kuanzisha biashara ambayo ndani yake itamwezesha kujishughulisha na mambo mbalimbali ya kiuchumi ili aweze kutimiza mahitaji mbalimbali ya jamii na taifa, lakini kwa lengo la kupata faida. Hakuna mtu ambaye anaweza akawa anataka kufanya kitu pasipo kupata faida. Na hiki ni kitu ambacho Mungu pia anakitaka. Ile Isaya sura 48 mstari wa 17. Anasema naam, mimi ndimi nikufundishaye upate faida. Maana yake Mungu ni Mungu ambaye anapoachilia maarifa katikati ya mtu, anataka huyo mtu pia apate faida. Kwa hiyo ndio maana na sisi pia tunajifunza mahali hapa kwa habari ya ujasiriamali. Kwa maana ya kwamba tutakapothubutu kufanya mambo mbalimbali kwa nia ya kutuingizia uchumi, tunapopata ule uchumi, si tu kwa ajili ya ufalme wa Mungu, bali ni kwa ajili pia ya maisha yetu, ili tuweze kupata faida katika maisha yetu, lakini turahisishie hata namna ya kuishi. Unaweza ukatazama hapo ujasiriamali sasa maana yake nini? Nimekwambia maana ya ujasiriamali. Sasa mjasiriamali ni mtu anayetumia ule uwezo ambao Mungu ameuweka katikati yake. Uwezo wa nini? Uwezo katika kufikiri na kuyatafsiri mawazo. Unajua, nataka niwaambie kitu kimoja, watumishi wa Mungu. Nimewaambia Mungu ameweka kwa kila mtu uwezo, lakini tunapopishana ni kwenye eneo hili hapa. Ni kwenye eneo hili hapa. Kufikiri na kutafsiri mawazo. Hakuna mtu ambaye hana mawazo. Na hata hapa nikiwauliza watu kwamba wewe una wazo gani, bila shaka mtaniambia kwamba mimi nawaza kufanya hiki, mimi nawaza kufanya hiki, mimi nawaza kufanya hiki. Lakini je, kile ulichowaza ama ulichokifikiria, je, hilo wazo linaweza likakupelekea ukapata tafsiri nzuri ya hilo wazo, kiasi cha kwamba ukachukua hatua ya kulitendea kazi hilo wazo, ukalibadilisha kuwa kitu kinachoonekana, au kuwa jambo lolote ambalo unaweza ukalifanya, au kuwa kazi? Kwa sababu siku zote wazo linahitaji kubadilishwa kuwa kazi au kuwa kitu kinachotendeka kwa muda huo. Na hapo sasa unapotenda hilo jambo au unapolitafsiri wazo na kulifanyia kazi, ndiko kupata faida kwenyewe, ambako watu wengi sana tumepishana kwenye ile eneo. Tuna mawazo, lakini ni nani anayeweza kutumia wazo ili aweze kufanya jambo fulani? Ni nani? Tunatakiwa kutafsiri mawazo kulingana na fursa zilizopo. Ziko fursa nyingi. Zingine ni fursa za kimfumo, ziko fursa za kijamii, ziko fursa kwenye mambo ya sayansi na teknolojia. Lakini kwa lugha nyepesi, fursa ni uwepo wa kitu fulani kinachoweza kusababisha ukafanya kitu fulani. Na katika jamii vipo vitu vingi mbalimbali. Uwepo wa watu tu ni fursa, kwa sababu watu wanaweza kukufanya upate fedha. Uwepo wa mazingira ni fursa. Kuna watu wengine akitazama tu namna mazingira yalivyo, anaweza kupitia hayo mazingira akajua kitu gani anaweza akafanya ili aweze kupata hela. Wakati huo wewe mwenyewe unaweza kulalamika huna hela, lakini kuna mtu mwingine akija tu kwenye eneo lako anaweza akajua kupitia hii ardhi naweza nikaingiza hela, alafu akapata fedha, na kupitia hizo fedha alizopata ikamrahisishia kuishi. Kwa hiyo mjasiriamali pia ni mtu anayeshughulika na matatizo ya watu. Ndio maana fedha zinapatikana kupitia kutatua matatizo. Unataka fedha, lazima utatue matatizo katika jamii. Na jamii ina matatizo mbalimbali. Jamii ina matatizo chungu nzima. Tunazungumzia hapa habari ya udiakonia. Maana yake udiakonia upo kwa sababu
katika jamii. Kuna watu wanapata shida, wanaishi katika mazingira magumu. Kwa hiyo ndio maana wakatokea watu wakaleta kitu kinaitwa udiakonia katikati yake. Na kupitia udiakonia hata ukimuuliza huyu Mahenge ndio anakula humo. Yaani katika kutoa misaada, kuzunguka, kufanya semina na kufanya nini, anakula humo. Lakini angalia kilichoweza kumpa hela kwa sababu ya hiki kitu anachokifanya. Ameona kuna tatizo katika jamii, ndio anawahamasisha wachungaji. Kwa lugha nyepesi, Mahenge anajihamasishia yeye. Yaani kwa namna ya kwamba wewe unapokuwa unahamasisha Wakristo kule shirikani ili wale Wakristo watoe chochote, yaani yeye anapochukua zile fedha anaenda kutatua matatizo ya watu kule kwenye jamii, na yeye mwenyewe anakula humo. Ndio maana akitoka ofisini anaenda Chunya, anasema naenda kwa ajili ya kazi ya udiakonia. Pale lazima iwepo posho, lazima ale. Ndio maana matatizo yapo kwa ajili ya kutusaidia sisi kufanikiwa. Ndio maana sifa moja ya mjasiriamali, haogopi matatizo. Ukimwona mtu anaogopa matatizo, maana yule hayuko tayari kufanikiwa. Kwa sababu mtu yoyote yule ambaye Mungu amemuumba akiwa na akili timamu na utashi, kuna uwezo wa ziada Mungu ameweka katikati ya huyo mtu. Na mojawapo ya kitu alichokiweka ndani yake ni uwezo wa kutatua matatizo yaliyopo. Na ndio maana Mungu alimweka mwanadamu kuwa mtawala wa kitu chochote kinachoonekana katika uso wa nchi. Ile uwezo wa kuwa mtawala maana yake umepewa pia kuyatawala hata mazingira yaliyopo. Na uwezo pia wa kutawala mpaka fikra zako. Na kuwa na uwezo wa kuwaza, unayatawala yale mawazo, unayapata tafsiri njema ya lile wazo lilo nalo. Unalichukua lile wazo na kulitendea kazi, kufanya jambo fulani, huko kutakuwezesha kuishi. Ndio maana kwa mtu yote yule ambaye ana akili timamu lazima ajifunze kuwaza. Katikati ya kitu ambacho Mungu anakitukia katikati ya watu ni pale watu wanapokosa kufikiri. Mwambie jirani yako, fikra zako ni mtaji wako. Mwambie fikra zako ni mtaji wako. Kwa kadri unavyofikiri ndivyo itakuwezesha kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mistari michache hapa. Kuna sifa za mjasiriamali. Sifa za mjasiriamali. Kuna sifa kadhaa za mjasiriamali. Unahitaji kuwekeza kwenye jambo fulani, unahitaji kuwa na sifa zifuatazo. Jambo la kwanza, mjasiriamali ana sifa ya kumtegemea Mungu. Mtu yoyote yule aliyeumbwa na Mungu, ile kitendo tu cha Mungu kumuumba na kumpa uwezo, manake tayari Mungu alimpa mafanikio mtu. Aliachilia mafanikio ndani yake. Na kwa sababu Mungu ameachilia mafanikio ndani ya mtu, ndio maana huyu mjasiriamali anachotakiwa kukifanya ni kumtegemea Mungu. Ni muhimu sana kwa Mkristo mjasiriamali kumtegemea Mungu. Kwa kuwa Mungu ndiye chanzo cha utajiri, ama ndiye chanzo cha mafanikio yote yale. Kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 17 mpaka wa 18. Anasema hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo, bali ukamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Mungu anatakiwa kutegemewa. Kwa nini? Kwa sababu ndiye chanzo cha nguvu au uwezo wa kupata utajiri au mafanikio yoyote yale kwa Mkristo. Kwa mtu yote yule anahitaji kufanikiwa kiuchumi, ni lazima ajifunze kumtegemea Mungu, kwa kuwa Mungu ndiye chanzo cha mafanikio tulionayo. Na hili ni jambo ambalo linatukumba watu wengi ambao ni Wakristo. Kumtegemea Mungu kumekuwa ni kwa kiasi kidogo sana. Kwa hiyo kwa sababu tunamtegemea Mungu kwa kiwango kidogo, na wakati mwingine tunaamini pia na vitu vingine, ndio maana kuna wakati pia tumekwama kwenye eneo la kiuchumi. Sasa napomtegemea Mungu ni chanzo cha mafanikio.
Sifa ya pili ya mjasiriamali, lazima awe na uwezo wa kuchukua maamuzi magumu. Unataka mafanikio ila uwezi kuchukua maamuzi magumu, ila unataka hela. Sikiliza niwaambie ndugu zangu, mafanikio ya uchumi ni maamuzi. Yaani siku zote unataka kufanikiwa kwenye eneo la kiuchumi, unataka kupata fedha, ni maamuzi. Na kwenye eneo la maamuzi, uwezo wa kuchukua maamuzi magumu ni mojawapo ya kitu kinachowafanikisha, na ni mojawapo ya kitu kinachowakwamisha watu wengi. Mtu anapokosa uwezo wa kuchukua maamuzi magumu, lazima akwame. Ukiwa na roho ya woga kwenye eneo la mafanikio, huwezi kufanikiwa. Lakini katikati ya kitu ambacho Wakristo wengi wamefeli kwenye eneo la fedha, yaani hapa hata itokee kuna Wakristo wako 30, ukiwapa wote mtaji wa milioni 200, utasema chukueni, ni wachache sana watakaoenda kuwekeza. Hawako tayari kuingia sana, ila wako tayari kufanikiwa. Sasa katikati ya kitu ambacho ukiwafuatilia wajasiriamali wengi waliofanikiwa, ni wale wanaochukua maamuzi magumu. Ni wale ambao wakiliona tatizo mbele, hawaliogopi tatizo. Wanaona hata katika hili tatizo tunaweza tukapenya. Lakini mjasiriamali anaogopa matatizo. Mtu anayeogopa matatizo hawezi kuchukua maamuzi magumu. Ndio maana nimekwambia fedha zinapatikana kwenye matatizo. Tatizo likiwepo ndio mtaji wako. Maana yake kwa lugha nyepesi, likikosekana tatizo katika jamii, huna fedha, huna mtaji. Kwa sababu mtaji, ukitaka ukomboke kifikra, maarifa yaje ya namna, utafute maarifa ya namna ya kutatua lile tatizo, lazima tatizo liwepo. Likiwepo tatizo ndio linakusaidia kupata maarifa ya kuweza kulitatua. Na unapolitatua hilo tatizo ndio unapata hela. Ukiangalia hapa, kuna watu waliangalia kuna tatizo la mawasiliano. Yaani mimi kuwasiliana na mtu wa Meta inaweza ikawa ni ngumu. Ndio maana wakakaa wakafikiri, wakaleta kitu kinaitwa simu. Wakatengeneza, wakashughulika na hivyo vitu. Baadaye ndio maana mimi nina uhakika naweza hapa nikampigia mtu pengine yuko Dar es Salaam, nikaongea naye, nikawasiliana naye. Kuna watu waliangalia kuna tatizo la umbali. Ninafanyaje ili niweze kukutana na mwenzangu ambaye pengine niweze kukutana naye kwa njia ya mawasiliano. Kwa sababu zamani mtu alikuwa akitaka kuongea na mtu labda wa Dar es Salaam, ilikuwa anafunga safari miezi na miezi anatembea. Ndio maana kuna watu pia walipoangalia tatizo la usafiri, ni shida, usafiri hamna. Ndio maana wakaja wakaleta magari, wengine wakaleta pikipiki. Walifumbua kutokana na matatizo yaliyopo. Ndio maana mjasiriamali yote yule lazima awe na uwezo wa kuchukua maamuzi magumu katikati ya matatizo. Anapoona matatizo yako mengi, yeye ndio anakuja na maamuzi magumu, hata kama wengine hawatamuelewa kwa kile anachoweza kufanya. Lakini yeye ndani yake anajipa moyo, anajua kabisa hapa nitatoboa, hata kama wengine hawajui kile anachokifanya linamaanisha kitu gani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shida iliyopo ni kwamba watu wengi tunaogopa kuchukua maamuzi magumu. Tunaogopa kuthubutu, tunaogopa kuchukua maamuzi, tunaogopa kuingia hasara, tunaogopa kuwekeza. Nimekupa mfano ya watu 30 ambao wamewapa milioni 2 kila mmoja. Kuna wengine tu wataogopa kuwekeza mahali. Kwa nini wataogopa kuingia hasara? Katikati ya kitu mwanadamu anachokiogopa, anaogopa tu kuingia hasara. Lakini hajui wakati mwingine hasara ndio itamsaidia kutengeneza faida. Wakati mwingine unapokosea ndio sehemu ya kujifunza. Yaani kosa ni mwalimu mzuri sana wa kukufundisha. Kwa sababu ukitenda kosa leo, kesho huwezi kurudia kosa. Kwa sababu kupitia kosa la leo ndilo linaloweza kukupa njia na linaloweza pia kukusaidia kuchukua tahadhari ya kwamba kumbe leo kuna kosa la namna hii. Kwa hiyo kesho nitakapofanya kitu cha namna hii, nitakapofanya uwekezaji wa namna hii tena, kwa sababu ya kosa la namna hii, nitakabiliana nalo ili kosa kwa namna hii.
Kwa hiyo kosa linakusaidia kutafuta njia na kupata njia ya kutatua matatizo mbalimbali yanayotokea. Kwa hiyo lazima ujifunze kuchukua maamuzi magumu kama mjasiriamali. Angalia kitabu hiki cha waraka wa pili wa Timotheo sura ya 1 mstari wa 7. Anasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Mungu hakukupa wewe roho ya woga. Kwa hiyo ukiona una roho ya woga katika eneo la mafanikio, hiyo roho imetokana na shetani wala sio ya Mungu. Kwa sababu Mungu hakukuumba wewe ili ushinde kufanya mambo mbalimbali, kazi mbalimbali za kusaidia kufanikiwa kiuchumi. Utaona nitakapokuwa nakufundisha sifa nyingine ya mjasiriamali, mbunifu. Mjasiriamali lazima awe mbunifu. Kwa lugha nyepesi, ubunifu ni uwezo wa mtu kuvumbua kitu kipya au kutengeneza kitu kipya. Ubunifu. Ukikosa ubunifu, umekosa hela. Kwa sababu fedha zinapatikana kwenye eneo la ubunifu. Ujasiriamali asikudanganye mtu, ni ubunifu. Kwa sababu huku mtaani ukifuatilia, wako watu wengi sana wanawekeza. Wengi sana. Wengi sana wanatafuta hela. Sio wewe unayetafuta hela peke yako. Wako watu wengi wanatafuta hela. Na huko mtaani pia ukienda, kuna kitu kinaitwa competition. Huko mtaani kuna ushindani. Yaani kuna ushindani kati ya bidhaa na bidhaa, kuna ushindani kati ya huduma na huduma. Kuna ushindani kati ya mfanyabiashara na mfanyabiashara. Kuna ushindani kati ya watu na watu, au mwekezaji na mwekezaji. Ushindani upo. Sasa wewe umechukua hatua ya kuwekeza. Ili uweze kufanikiwa katika kuwekeza kwako, lazima uwe mbunifu. Kwa sababu huko mtaani kuna ushindani. Ukiwa mbunifu wa kuweza kubuni juu ya vitu vipi, itakusaidia sana, kwa sababu utafanya kitu cha pekee ambacho mtu mwingine hawezi kukifanya. Na kutokana na upekee ulionao, ule upekee ndio utakao kutofautisha kati ya ujasiriamali unaofanya wewe na mtu mwingine. Bahati mbaya sana nimekwambia, bahati nzuri sana nimesema Mungu hakutuumba wote tukawa na uwezo sawa. Ni lazima viwepo vitu vya kutofautisha huko duniani. Kwa hiyo hata kama ukiamua kufanya biashara, lazima biashara yako iwe tofauti na mtu mwingine. Kwa nini vifanane? Kwa nini vifanane? Kwa sababu akili haziwezi kuwa sawa, uwezo wa kufikiri hauwezi kuwa sawa, mtaji hauwezi kuwa sawa, mazingira hayawezi kuwa sawa. Familia unayotoka inawezekana tofauti na mtu mwingine. Na inawezekana yule mtu mwingine anayeingia kuwekeza yeye ametokea kwenye familia ya biashara. Na wewe ndugu yangu umetoka kwenye familia ya watu ambao ni wakulima. Na pengine hata ukulima wenyewe mnalima ekari moja tu ya mahindi ya kula au chakula kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Sasa unawezaje kushindana na mtu ambaye ametokea katika familia ya wafanyabiashara? Yaani yeye tangu anazaliwa ameanza kufundishwa habari ya biashara. Anajua kabisa nitatokea hapa, napita hapa, napita kushoto, tayari fedha nimeipata. Wewe hauna hata pa kuanzia, hauna. Kwa hiyo kitakachokusaidia lazima uwe mbunifu. Sasa hapa lazima ujizoeze kufikiri. Ndio maana ukiangalia kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Sasa ukianza hapa anasema Mungu akasema. Maana yake pale alianza kudesign. Alianza kubuni. Anasema kwa sababu hivi iko hivi, ngoja nifanye hiki nikipeleke hapa. Hiki kikae hapa. Mungu akasema nuru, na ikawa nuru. Mungu akaona ya kuwa nuru ni njema. Ndipo baadaye Mungu akatenganisha kati ya giza na nuru. Alianza kuvitenganisha, anavitenga. Maana yake alikuwa anatafuta muundo mzuri, hivi vitu vinaweza vikakaa kwa namna gani. Ndio maana unahitaji kuwa mjasiriamali, lazima uwe mbunifu. Uwe na uwezo wa kubuni vitu vipya. Uwe na uwezo wa kutengeneza vitu vipya na kuifanya vikatokea. Ndio maana kuna mtu anaweza akawa
ni fundi tu wa kupaka rangi. Au ukifuatilia kuna watu wanaandika, anaweza kaandika biashara yake. Anasema anaandika pale, anasema duka la nguo, alafu ameweka na kudesign. Manake ukienda pale, yani yeye anakuangalia tu rangi. Anasema huyu mchungaji mwaipaji. Sema wewe suti ya rangi ya blue itakupendeza. Na kwa sababu sisi watu hatutaki mambo mengi, kwa hiyo mimi ninaenda tu pale kila siku. Sasa unajua yule pale kuna kitu amebuni kitu cha ziada. Yaani yeye amecheza na rangi na ngozi za watu. Ameweka duka hilo la nguo ambalo mtu mwingine naye pia ameweka. Lakini yeye faida yake ya kwanza, ukienda kwake, ukifika tu pale anakuambia, wewe unapong'ang'ana kuchukua nguo fulani, anasema hii haiwezi kupendeza. Ninakushauri chukua hii. Yaani kulingana na rangi yako, hii nguo lazima kila mtu atakuuliza akasema umenunua wapi. Na kweli akiondoka hapa akienda eneo fulani, amevaa tu labda ni suti, watu wanasema umenunua wapi? Suti nzuri sana, suti nzuri sana. Kwa nini? Mbunifu. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ukikosa maarifa ndio yanayoweza kukusaidia kubuni na kutengeneza vitu vipi. Kwa hiyo uwezo wa mtu kuweza kubuni vitu, amekaa akafikiri. Ndio maana kuna watu walikaa wakafikiri, tunataka kufika kwa haraka, kuna usafiri wa ndege. Ndio maana leo hii mtu anaweza akatoka hapa mpaka Dar es Salaam akatumia muda mchache tu, lisaa 1.5. Lakini katika huo muda kuna watu waliumiza kichwa, walianza kubuni. Hivi tunafanyaje ili tuweze kufika Dar es Salaam kwa haraka? Wakaanza kubuni, wakakaa wakatengeneza ndege. Kupitia ndege ile waliotengeneza na huduma zinazotolewa, umeshawahi fikiria yule mbunifu yule, na saa nyingine wengine walishakufa. Lakini kuna watu wanatengeneza hela hapa duniani kwa sababu tu wamebuni mifumo fulani, afu ile mifumo inawaingizia hela. Umeshawahi fikiri wewe unatumia WhatsApp, unatumia Facebook, unatumia mitandao mbalimbali ya kijamii. Wale ambao wamebuni hiyo mitandao na wewe unaitumia kila siku, unafikiri wanaingiza hela kiasi gani kwa siku? Wengine wanaingiza hela nyingi. Lakini alikaa akabuni tu. Sema nijaribu. Ndio maana unapokuwa mjasiriamali usiogope kujaribu. Usiogope kufanya. Fanya jambo, subutu. Ndio mafanikio yako. Ubunifu unaweza kukupa maisha, lakini unakusaidia kutatua changamoto, lakini unaweza kusaidia kuwekeza. Angalia hiki kitu ambacho Yesu alikiona hapa. Akawa amemwambia, kitabu kile cha Luka sura ya 19 mstari wa 23. Biblia inasema Yesu alikuwa amegawa talanta. Alimpa mmoja talanta 5, mwingine talanta 2, mwingine talanta 1. Lakini kilichomkosesha mtu mmoja kupata fedha na kupata faida, alikosea kwenye eneo moja la ubunifu. Yaani yeye alikuwa hajishughulishi katika kufikiri. Kwa hiyo alikuwa anaona hata katika hii fedha niliyopata hii siwezi kufanya jambo lolote. Nilikuwa nawaambia watu, ukisoma vyanzo mbalimbali vya taarifa, ile talanta moja ina thamani ya shilingi milioni 11. Ile talanta moja ina milioni 11. Talanta moja. Kwa hiyo yule aliyepewa talanta 5 sasa ndio anza kupiga hesabu hapo. Hizo milioni 11 usipige mara 5. Ndio utapata huo mtaji wa mtu mmoja ambaye alipata. Sasa huyu kwa sababu nimepiga tu hesabu milioni 11, lakini talanta moja ina thamani ya dola. Kwa hiyo piga thamani ya dola zilizoko sasa, kama ni 2,000 ngapi sio? Piga mara 5,000 ndio utapata thamani ya talanta moja. Katika thamani ya hiyo talanta moja ndio huyo aliyepewa talanta moja ndio alipewa hizo hela. Lakini yeye anasema hakujishughulisha katika kufikiri. Lakini angalia mstari huu katika ile sura ya 19 kitabu cha Luka, mstari wa 23.
Anasema basi mbona ukuiweka fedha yangu kwa watu wao riba, ili nijapo niipate pamoja na faida yake. Manake anasema yaani umeshindwa kabisa hata kufikiri, basi angalau ungeenda hata kwa wale watu wao riba, kwa sababu umeshindwa kufanya chochote. Katikati ya kitu kinachomkasirisha Mungu duniani ni pale ambapo Mungu amemuumba mtu na viungo vyote, amempa na nguvu, hawezi kufanya jambo lolote. Hapa si mlikuwa mnasikiliza wanaposema diakonia kuhusiana na miradi mbalimbali, na mwingine mchungaji hapa anasema walitembelea Neema Craft, walitembea huko Arusha, wakatazama na miradi mingine, wakaangalia na watu ambao yani ni walemavu, lakini huku wamewekewa mavyuma, ila kuna vitu wameviunda vipya na vinaingiza faida. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba wale ambao viungo vyao viko salama, viko sawa sawa, hawezi kufanya kitu chochote. Hiki ni kitu kinachomkasirisha Mungu. Mungu anakasirika sana unaposhindwa kutumia uwezo ambao Mungu amekupa. Kwa hiyo sisi sote hapa ni wajasiriamali. Lakini shida iliyopo, kwa nini hatujafika mahali? Kwa sababu pia tunashindwa kutumia ule uwezo ambao Mungu ametupa ili kuweza kubuni vitu vipya vikaonekana. Tukawa wabunifu ili kutatua changamoto mbalimbali zilizopo katika jamii. Na sifa nyingine ya mjasiriamali ni mtatuzi wa matatizo. Mjasiriamali ni mtatuzi wa matatizo. Yaani wewe, ndio maana nimesema pale mwanzo, huwezi kuwa mjasiriamali unaogopa matatizo, unaogopa changamoto. Unasema sasa hii changamoto hii taitatuaje? Ni kosa. Kwa sababu Mungu anataka utatue matatizo, na kutatua kwako matatizo ndio kupata hela. Ndio maana tunatakiwa kupambana kwa gharama yote ile. Lakini pia ukiwa mjasiriamali hapo hapo usiogope kodi. Kuna watu wanakimbia, hawataki kulipa kodi. Na Mungu anataka ulipe kodi. Kitabu kile cha Warumi sura ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 7 anasema tiini mamlaka zilizoko. Maana hizo mamlaka zimetoka kwa Mungu. Ukiendelea kusoma ule mstari wa 7 anasema mtoe na kodi. Mtafanikiwa ndio. Lakini katika kufanikiwa kwenu usiogope. Usiogope, tatua matatizo yaliyoko. Kumbuka nayo serikali imeona kuna matatizo yapo. Kwa hiyo nayo ikatengeneza mbinu kupitia yale matatizo mbalimbali. Itengeneze mazingira nayo pia ya kufanya nini? Ya kuingiza pesa kutokana na kutatua yale matatizo. Wakatengeneza mfumo wa kodi ambao wewe ndio hutaki kulipa kodi. Kwanza ukilipa kodi itakusaidia pia hata wewe mwenyewe binafsi. Mazingira yako yatakuwa salama. Unajua tuna watu wengi sana ni wajasiriamali, lakini wanaogopa kuziweka bidhaa zao hadharani kwa sababu anajua kabisa wakija TRA wamefunga. Sasa kwa nini uishi maisha ya kitumwa na wewe ni Mkristo? Tengeneza mazingira rafiki. Lipa kodi, tatua matatizo yaliyopo. Kwa kufanya hivyo utafanikiwa. 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 Na kitu kingine, mjasiriamali ana sifa ya kufanya kazi kwa bidii. Unapokuwa mjasiriamali lazima ujifunze kufanya kazi kwa bidii. Fanya kazi kwa bidii. Mjasiriamali sio mtu mvivu. Anafanya kazi kwa bidii na juhudi zote. Na mjasiriamali yani kwake kazi ndio mafanikio yake. Asipofanya kazi huwezi kupata mafanikio. Ndio maana Paulo akasema asiyetaka kufanya kazi asile. Usipotaka kufanya kazi usile. Kwa nini alifika mahali akasema hivyo? Kwa sababu watu walikuwa hawafanyi kazi nao wanataka kula. Maana yake sifa ya mjasiriamali yani yeye kazi kwake ndio maisha. Hajafanya kazi, maisha hakuna. Maisha hakuna. Kwa hiyo mjasiriamali haonee huruma mwili wake kwa sababu anachukia kuwa mhitaji. Mjasiriamali hawezi kuonea huruma mwili wake. Mojawapo ya kitu ambacho mjasiriamali anachukia ni kuwa mhitaji. Yaani yeye akahitaji kitu toka kwa mtu. Mjasiriamali lazima awe na roho ya namna hiyo ya kuchukia kuombaomba. Sasa utashangaa kuna watu wengine inawezekana upo hapa lakini unapenda kuombaomba. Huo sio mpango wa Mungu kwamba wewe uishi maisha ya kuombaomba.
Mungu anataka wewe uwe na uwezo wa kufanya kazi. Ndio maana anabariki pia kazi ya mtu. Kitabu cha Mithali sura ya 14 mstari wa 23 anasema, katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara. Katika kila kazi mna faida. Mithali 14 mstari wa 23. Katika kila kazi mna faida. Katika kufanya kazi utapata tu faida. Kwa hiyo lazima ufikiri, ubuni, alafu uingie kutendea kazi yale mawazo uliyofikiri. Unapofanya kazi sasa, katika kazi unayoifanya ndio ndani yake kuna faida. Kwa hiyo unapotaka kuwa mjasiriamali uliye bora, upate baraka zote zinazotoka kwa Mungu, lazima ujifunze kufanya kazi. Kwa sababu katika kufanya kazi ndio mafanikio yako. Asante sana. Mithali pia 14 anasema, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii utajirisha. Kitabu cha Mithali sura ya 10 ule mstari wa 4. Kifanya mambo kwa mkono mlegevu utakuwa maskini, bali mkono wa bidii utajirisha. Nimalizie kwa vitu vichache. Mithali sura ya 10 mstari wa 4. Nimalizie kwenye eneo moja tu la mwisho. Samahani mtunza muda. Ni eneo la msingi sana. Kwa nini tunatakiwa kuwa wajasiriamali? Nataka nikupe point kama 3. Kwa nini? Yaani kwa nini wewe unatakiwa kutafuta uchumi? Na kwa nini unatakiwa kuwa mjasiriamali? Kwa nini? Dakika 5. Asante sana. Kwa nini unatakiwa? Jambo la kwanza, unatakiwa kuwa mjasiriamali ili kuwasaidia watu wengine. Unatakiwa kutafuta uchumi kwa sababu kuna watu wanakutegemea. Unatakiwa utafute uchumi kwa sababu wako watu nyuma yako. Na Mungu hajakuumba kwa bahati mbaya. Ndio maana wako watu wenye mahitaji maalum wanahitaji kushiba kutoka kwako. Labda mimi nimuulize tu ndugu yangu Diakonia, anaweza akanijibu. Kwa nini ulianzisha ile kodisi? Kwa nini ulianzisha kodisi? Kusaidia jamii. Lakini hapo mlikuwa mnasikia anasema, anazungumza habari ya maono ya kuanzisha kituo kikubwa cha udiakonia. Kuna watu watapata ajira. Manake tayari ndani yake watakuwa wamesaidika. Lakini kupitia nini? Kupitia tu kutatua tatizo hili la kuwasaidia wale watu wenye mahitaji maalum na wale wanaoishi katika mazingira magumu. Lakini hapo lengo kubwa ni kuwasaidia watu wengine. Ndio maana tunahitaji kufanya kazi. Amekwambia, amezungumzia habari ya miradi mbalimbali. Ile miradi inawasaidia wengine, lakini angalia yale yote yanayotendeka, ukiangalia ni ujasiriamali. Manake hata wale walemavu kile wanachokifanya wanafanya ujasiriamali. Sasa kipato cha mjasiriamali siku zote si kwa ajili yake peke yake, bali ni kwa ajili ya watu wengine. Kuna mifano mbalimbali. Mithali 19:17 anasema, amhurumiaye maskini humkopesha Bwana. Yaani wewe unatakiwa uwasaidie, uwahurumie watu, alafu ukawasaidie wale watu. Hiyo ni Mithali sura ya 19 mstari wa 17. Ukimhurumia maskini umemkopesha Bwana. Ndio maana unahitaji kufanya kazi. Kwa sababu kuna wakati utashangaa sana. Kuna mtu yuko hapa, shida kwa sababu hafanyi kazi. Akiwaona watu wanapata ugumu wa maisha, anasikia huruma kweli, ila hana cha kuwasaidia. Lakini si mpango wa Mungu kwamba ukose kitu cha kumsaidia mtu. Biblia inasema wapeni watu vitu. Ndio maana kuna wakati wewe lazima uwape watu vitu. Lakini kitu cha kumpa mtu huna. Lakini shida huna kazi ya kufanya. Ndio maana kuna umuhimu sasa wa kufanya kazi na kufanya ujasiriamali ili uweze kuwasaidia watu. Jambo la pili, ili uishi vizuri na umtumikie Mungu vizuri. Jamani, maskini ni stress. Kuna mtu anaweza akawa yuko kanisani, anasali kiukweli, yani yuko kwenye ibada, ila anawaza nyumbani. Mwingine anawaza mgonjwa yuko hospitalini, afu hana hela hata ya kumlipia hela ya matibabu, hana. Ndio maana unahitaji kuwa mjasiriamali
ili pia uweze kuishi vizuri, hata wewe usiwe na stresi, umtumikie Mungu vizuri pia. Lakini mimi nakwambia kuna watu watakuja waende jehanamu kwa sababu tu hawakuishi vizuri duniani. Na Mungu amekusudia uishi maisha mazuri ukiwepo duniani. Kitabu kile utasoma kwa muda wako, vingine utasoma kile kitabu cha Kutoka sura ya 10 mstari wa 7 mpaka wa 9. Kutoka nimeshindwa kusoma kwa sababu ya muda. Kutoka sura ya 10 mstari wa 7 mpaka wa 9 utasoma kwa muda wako, lakini nazungumzia habari za Musa wakati katika harakati za kuwatoa wana wa Israeli kule Misri. Biblia inasema Farao alipokuwa anazungumza na Musa, kuna kitu kimoja ambacho Farao alizungumza. Akasema waruhusu wale watu waende wakamtumikie Bwana huko pamoja na mali zao. Kwa hiyo lazima mojawapo ya kitu alichokifanya Mungu, aliwapa kwanza mali. Aliwapa mali ili wakamtumikie Mungu huko pamoja na zile mali walizonazo. Kwa hiyo kupitia hicho kinakusukuma lazima ufanye ujasiriamali ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Naomba tuombe. Baba, ninakushukuru kwa kuwa neno hili limeachiliwa katikati ya watumishi wako. Asante kwa kuwa umekuwa mwaminifu katika kusema nao kwenye maeneo muhimu. Ndio maana kuna umuhimu sana wa kufanya kazi, tena kazi zetu kwa mikono. Maana umesema laaniwe yule mtu anayefanya kazi kwa mkono wa ulegevu. Tunahitaji kufanya kazi kwa mkono wa bidii. Maana unasema mkono wake yeye aliye na bidii utajirisha. Tunahitaji kufanya kazi kwa bidii, lakini tupe bidii ya kufanya kazi. Si kweli kwamba kila mtu aliyeko mahali hapa afanye kazi, lakini wako watu wanaofanya kazi ila isipokuwa wanafanya kazi pasipo na bidii. Ninaomba Roho Mtakatifu achilia roho ya bidii katikati yao, wawezeshe kufanya kazi kwa uaminifu, maana katika kufanya kazi ndiko kujipatia uchumi mzuri. Zaidi ya yote pia umwezeshe kila mmoja kulibeba jambo hili tena kwa moyo mkuu wa kuwasaidia pia wahitaji walioko maeneo mbalimbali, kwa kuwa ule uchumi unaotupa sio kwa ajili ya maisha yetu tu, bali ni kwa ajili ya watu wengine wanaotuzunguka. Ndio maana Mungu alisema wapeni watu vitu. Asante kwa kuwa Roho Mtakatifu wewe ni mwaminifu, uliyepanda mbegu hii katikati yetu. Tunaamini kabisa itakwenda kuzaa sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen.